Ndugu watazamaji wa media yetu ya KEMETZ, leo wenu mtaalamu wenu Kenny nawaletea elimu kuhusiana na kitu kinachoitwa constipation, kwa maana ya kukosa choo. Twende sasa, tutaona kukosa choo maana yake ni nini, visababishi vyake vikoje, dalili zake zikoje, na pengine vitu gani unaweza ukafanya ili hiyo hali iweze kupotea. Constipation kwa lugha ya Kiingereza, kwa Kiswahili maana yake ni ukosefu wa haja kubwa. Watoto wa mtaani wanasema kukosa kupata mavi. Sawa. Kwa hiyo tunapozungumzia hali ya kutokupata choo kubwa, manake ni ile hali ya kukaa angalau siku 3 hadi 4 bila kwenda chooni kupata haja kubwa. Kwa maana umekaa siku ya kwanza hujapata, siku ya pili hujapata, siku ya 3 hujapata, siku ya 4 hujapata, basi hiyo hali sio nzuri. Hiyo ndiyo tunaiita kukosa kupata kwa haja kubwa. Kwa hiyo ukiona unakaa siku ya kwanza, ya pili sio mbaya. Ukiona imefika siku ya 3, weka kitu kichwani. Ukiona siku ya 4, basi ujue una ugonjwa, unatakiwa upate ushauri wa daktari. Kwa hiyo sasa, vitu gani vinaweza kusababisha ukapata hiyo hali ya kukosa choo, kwa maana ya constipation? Sababu ya kwanza inaweza ikawa ni kutokula vyakula vyenye asili ya nyuzi-nyuzi, kwa maana fibers food. Hapa tunazungumzia mboga za majani na matunda. Usipopenda kula hivyo vitu, unakuwa kwenye hatari ya kusumbuliwa na hicho kitu huo ugonjwa tunaoitwa constipation, kwa maana ya kukosa choo kubwa. Sababu ya pili inaweza ikawa ni ujauzito, manake mwanamama akiwa mjamzito anakuwa kwenye hatari ya kukosa hiyo hali ya kutokupata choo. Hapa ni kutokana na mabadiliko yake ya mwili, kutokupenda kula, kutapika mara kwa mara, napo panasababisha. Sababu nyingine, kutokunywa maji ya kutosha. Kama tunavyofahamu, ili mmeng'enyo wa chakula uweze kufanyika vizuri, yanahitajika kuwepo na maji ya kutosha. Kutokufanya mazoezi pia kunachangia. Pia kudharau kwenda chooni, kwamba haja imekubana, wewe unajifanya unakaza, hutaki kwenda kuachia mzigo. Pia sababu nyingine inayoweza kutokea ni kuna baadhi ya dawa, na pia kwa wale ambao wanafanya diet, kwa maana kukaa muda mrefu bila kula au kuchagua aina fulani ya vyakula, kwamba nikila hiki nitanenepa, vitu kama hivyo. Na dawa zile ambazo zenye uwezo wa kuleta athari kwenye mmeng'enyo wa chakula na kusababisha usifanyike vizuri. Kwa hiyo hizo ndizo baadhi ambazo tunasema ni baadhi ya visababishi au vihatarishi ambavyo ukivifanya unakuwa kwenye hatari ya kupata hayo maambukizi, kupata huo ugonjwa wa constipation, kwa maana ya kukosa choo kubwa, kukosa haja kubwa. Dalili zake ni zipi? Kama yenyewe tu inavyojielezea, kwamba ni kukosa haja kwa muda wa siku 2, 3 hadi 4. Kwa ukiona tu umepata siku ya kwanza, ya pili, ya 3, basi ujue upo kwenye dalili ya kupata hiyo changamoto ya kukosa haja, kwa maana ya constipation. Kingine, ukiona tu unaenda haja kubwa unapata ngumu hatari, yani kiasi cha kwamba unaweza wakati unatoa mzigo unaweza ukawa unalia, ujue hapo unakuwa umepitia hiyo changamoto ya
constipation, kwa maana ya kukosa haja. Sababu nyingine, kutumia nguvu kubwa, kama nilivyosema kwamba kama unapata choo ngumu, basi kuna uwezekano pia unatumia nguvu kubwa katika kupata hiyo haja. Sababu nyingine kwamba hapa inaweza ikawa unapata hamu, lakini ukienda kupuu au ukienda kutoa mzigo unakuwa unautoa lakini unabaki. Kwa ukiona tu pia unapitia hiyo changamoto kwamba unatoa mzigo lakini unahisi haujaisha wote, basi jua upo kwenye hiyo changamoto ya constipation, kwa maana ya kukosa haja kubwa. Unaweza ukatibu vipi? Hapa tu kikubwa ni vile visababishi au vile vihatarishi ni kupigana navyo au kupambana navyo. Kama hauli vyakula vyenye asili ya nyuzi nyuzi, kwa maana fibers, inabidi ule vya kutosha, ule kwa kiwango kikubwa, matunda, mboga za majani. Ndio maana mkija hospitali huwa tunawashauri sana hivyo vitu, mkiacha kwenye swala la kuongeza damu. Pia linasaidia kukuepusha kupata choo ngumu au kupata kukosa choo kabisa. Sawa, Sababu nyingine ni kunywa maji ya kutosha. Kuta kuna mtu asubuhi mpaka usiku anakunywa vikombe viwili, kwa maana anahesabia cha chai, ukihesabu na cha chai kinakuwa cha 3. Kwa unakuta asubuhi kimoja, mchana kimoja, usiku kimoja. Kwa mtu anakunywa vikombe vile 3 vya chai. Hapana, haitakiwi hivyo. Takiwa unywe maji ya kutosha, lita 2 mpaka 3. Sawa, utakiwa unywe maji hadi mwili ukubali. Pia kitu kingine, unatakiwa tu kujitahidi pale unavyohisi haja, basi ukimbilie kwa ajili ya kwenda kushusha huo mzigo. Nje hapo, ukiona umefanya hivyo vyote na bado haupati choo, basi fika hospitali mapema kwa ajili ya msaada zaidi. Natumaini mtakuwa mmepata elimu nzuri, tamu, iliyo bora. Niwaombe msisahau kusubscribe, kushare, kucomment, pia kuongeza chochote unachokiona kinafaa hapo chini, ili watazamaji wetu waweze kupata chochote kitu kutoka kwako wewe. Mlikuwa nami mtaalamu wenu Dr. Kenny kwenye hii mada ya constipation, kwa maana ya kukosa haja. Basi tukutane tena kwa wakati mwingine kwa ajili ya somo jingine. See you. Bye.